Yameangaziwa leo magazetini. Ni tumaini langu kwamba umeyafahamu na vile vile umejijulisha, kwa sababu ni lazima, ni sharti tuweze kujua ni yapi yanaendelea kule sehemu za Kenya. Wale wanaomjua Kalembe Ndile, katika magazeti tuliwahi kusema kwamba aliaga hapo jana, na mwanasiasa huyo mcheshi, kumbuka aliaga dunia hapo jana alfajiri alipokuwa akifanywa upasuaji baada ya kuugua kwa muda mrefu ugonjwa wa saratani ya kongosho. Na hayo ni kwa mujibu wa mwanawe Anthony Kioko, ndiye aliweza kusema hivyo. Kwa hivyo kupitia ujumbe ambao umetolewa hewani, wanasiasa mbalimbali wamewahi kutuma risala zao na za rambirambi kwa huyu jamaa Kalembe Ndile ambaye aliaga hapo jana. Kwa hivyo ni mambo ya hizo, ni habari za tanzia. Lakini tukielekea kwingine, kuna jambo ningependa kuzungumzia sasa hivi tunapojiandaa kwa ajili ya mpangilio mengine. Curfew itakuwa ikiendelea kwa siku 60 zaidi. Kwa hivyo marufuku ya kutokuwa nje kati ya saa 4 usiku na saa 10 alfajiri itaendelea hadi Julai tarehe 27. Kupitia gazeti rasmi la serikali, waziri wa usalama Fred Matiang'i aliongeza muda wa curfew kwa siku 60. Marufuku hii kulingana naye anasema itatekelezwa kati ya saa 4 usiku na saa 10 alfajiri kuanzia Mei 28 na leo ni 31 Mei, mwisho wa mwezi. Lakini amesema kuanzia Mei 28 na itaendelea kwa siku 60. Na wakati wa masaa ya curfew hakutakuwa na mikutano ya umma na safari ya makundi ya watu au mtu mmoja, kulingana na waziri Matiang'i. Kwa hivyo ni vema ujijulishe, kwa sababu wataka kusafiri wakati wa curfew watatakiwa kupata idhini ya mkuu wa polisi wa kaunti ndogo au kata ili waweze kusafiri. Makundi 27 ya watu wanaofanya kazi katika sekta muhimu kama vile wahudumu wa afya, maafisa wa usalama, wanahabari, wasafirishaji wa mizigo na maafisa wa zimamoto wana sababu maalum. Kwa hivyo hao watakuwa exempt. Na mwisho katika jambo hilo, mwisho nasema wengine ambao hawatazuiliwa kuwa nje wakati wa curfew ni mafundi wa kutengeneza barabara, kuna madaktari wa mifugo, mawakili wa mahakama kuu, maafisa wa mamlaka ya ushuru yani KRA na kadhalika. Kwa hivyo ni vema ujijulishe ili usije ukajipata pabaya ukafikiria kana kwamba mambo ni shwari, ukajipata umeshikwa na curfew kuanzia saa 4 hadi saa 10 ya alfajiri. Kwa hivyo kuanzia hapo juzi hadi Julai tarehe 27 usije ukajikuta mashakani ama matatani. Na hapo jana vile vile, kabla nitoweke hapa, kama unataka kuongea pamoja nami, there's a link that I'll put there, just talk to me. Helikopta iliyokuwa imembeba Raila ilianguka punde baada ya kumshukisha. Ndege iliyokuwa imembeba kinara wa ODM Raila Odinga kwenda kaunti ya Siaya hapo jana Jumapili. Nikisema jana inaashiria Jumapili, maana niko katika Marekani ya kati. Wakati wa ziara ya Rais Uhuru Kenyatta ilianguka muda mfupi baada ya kumshukisha na ujumbe wake wa watu 4. Kwa hivyo helikopta hiyo aina ya Bell 407 407 yenye usajili 5 ya PASAMWA yani 5Y PSM ilikuwa imeshukisha bwana Odinga katika shule ya msingi ya Kudho eneo la Gem, na ilijaribu kupaa iliondoke ndege nyingine lakini ikashindwa. Na baada ya mkasa huo wa mwendo wa saa 10:30 alasiri,
kijijini Usenge. Msemaji wa bwana Odinga, bwana Dennis Onyango, alisema kinara huyo wa ODM yu salama. Na bwana Odinga alikuwa amempokea rais katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu mwendo wa saa 9 kabla ya kuondoka kwa helikopta tofauti kuelekea Siaya, ambako rais alizindua barabara ya Wagai Akala. Na ajali hiyo ilipotiwa katika kituo cha polisi cha Akala na Kapteni Julius Mwambanga wa kampuni ya PNL Air iliyokuwa ikimsafirisha bwana Odinga. Hayo ni baina ya yale ambayo yameangaziwa leo katika leo magazetini. Kwa hivyo usije ukaachwa nyuma wakati ambapo tunajijulisha. Hapo juzi nilikuwa nimezungumzia jambo jingine ambapo IEBC iliweza kuwalaumu polisi kwa vurugu za uchaguzi ama za chaguzi ndogo ambazo zimefanywa. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mpaka IEBC bwana Wafula Chebukati amelaumu polisi kwa kushindwa kudumisha usalama wakati wa uchaguzi mdogo hivi majuzi zilizokumbwa na ghasia. Na haya yanajiri huku ikibuka kwa tume ya imewasilisha ripoti ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Juja kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, ikimlaumu gavana wa Kiambu bwana James Nyoro na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Bigadhoni wa Mchomba kwa uhalifu katika uchaguzi wa kutaka washtakiwe. Kwenye hotuba kali katika hafla iliyoandaliwa na shirika la Elections Observation Group ELOG Ijumaa jioni, bwana Chebukati alitaja visa ambavyo maafisa wa polisi waliotumia kudumisha usalama katika chaguzi ndogo za majuzi walikataa kutii maagizo ya maafisa wa tume na kuhamishwa kwa maafisa wakuu wa polisi siku chache kabla ya uchaguzi hizo na kutotumwa kwa maafisa wa kutosha katika vituo vya kupiga kura. Haya basi, unaendelea kutazama AGR. Na katika michezo wale wapenzi wa michezo niliona jana wengine wakifurahia wengine wakilia, lakini ni hali ya kawaida katika mchezo. Chelsea walifanyaje jana? Niliona mambo yalikuwa the blues. Mambo vipi? Kwa hivyo nadhani kwa wanaendelea kufurahia, lakini nitarudi hapo baadaye ili tujue mambo namna gani. Mwanawe rais alichukua bastola yake na kumpiga risasi mjomba wake Saddam Hussein na hakuamini kilichofanyika. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yameangaziwa katika taarifa za habari siku ya leo. Ubakaji na mauaji ya binti yake mwenye umri wa miaka 10 wa mwaja baba na majonzi. Hayo tutaangazia baadaye, kwa hivyo usiende mbali kwa sababu utajijulisha ndani ya AGR. Na mwisho tutazungumzia sura ya malaika, ulimu mtamu na msururu wa visa vya uhalifu na unamjua Samantha Azobardi. Basi those are some of the stories that we will be talking about today. Sawa basi, naamini kuwa umebarikiwa kuwa pamoja nami na hii ni AGR ambapo tuko katika gumzo la asubuhi. Rauka na bwana, anza na bwana ndani ya AGR. Mambo vipi? This is Morning Glory. Naamini kwamba ulibarikiwa na mchungaji James Kuria, na hapo awali umepata leo magazetini, na ukitaka kuongea pamoja nami there's a link that I put there so that you can still talk to us ukiwa ni ndani ya AGR FM. Sawa. Breaking news. Asante sana ndugu anajulikana kama Denzel Imsumba kutoka Border Media. Nimepata ujumbe wako. In other news, where these city cartels tunaambiwa katika City Hall
kwa sababu wakati mwingine tunaambiwa kuna cartels everywhere. Ulimuona bwana Songo akiwa governor akichukua fedha fulani, akishika pesa fulani, akisema kwamba kuna cartels, na kila mtu Nairobi anazungumzia cartels. Kila mtu akiingia kwa county fulani anazungumzia cartels. Lakini saa zingine unashindwa hawa wanaojulikana kama cartels ni akina nani. Na vile vile kuna swali ambalo linaulizwa hapa Nation Media. Wanauliza why these cartels at City Hall and is NMS running out of steam. Hayo ni pamoja na yale ambayo yamezungumziwa kuhusu kumbuka Major General Mohamed Badi ambaye ni Director General wa Nairobi Metropolitan Services. Kama unashindwa NMS ni nini, aliwahi kuyajibu masuala fulani kati ya mazungumzo, ikiwa tutakuwa na BRT tunazungumzia the bus rapid transit. Wala ambao wako katika nchi za ughaibuni, nadhani kwamba mnafahamu BRT. Hayo mabasi ambayo yanachukua watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. That's a brilliant idea. However, anasema kwamba kuna watu ambao, there are people that have invested in buses and matatus, yet the government also talks of acquiring its own buses. So saa zingine swala ni kwamba how do you want private investors to survive when government becomes their competitor? That is one of the questions ambayo inasumbua sana. Na aliwahi kujibu kwamba hii BRT inakuwa implemented by the NMS, yani Nairobi Metropolitan Area Transport Authority, NAMATA. Na the agency has been engaging matatu operators and they have developed a transition strategy that will ensure that they are not adversely affected when BRT is implemented. Again, akasema kwamba current operators au ambao wako na magari, they will be involved in the management of BRT system. Kwa hivyo it is important to note that BRT will only operate on 5 corridors while the current PSV public service vehicle operators continue on many routes which are not covered. Therefore, anasema the space is for everybody. Lakini saa zingine, still my question comes, how do you operate when the government is your own competitor? Unajua serikali inastahili kutengeneza to create free space, free business environment which is conducive so that people can operate and they can gain at least something. Hata serikali inahitaji ushuru. How do you get kutoa ushuru kama biashara yako inawiri, hauna fedha, unakimbishwa kila wakati? You must at least make something for you to pay. Kwa hivyo saa zingine ni changamoto, na hayo sitaki kwenda mbali. Ningesema kwamba hayo pamoja na mengine, stay tuned to AJR. Kama kawaida, Morino Ntini, and this is AJR News. Let me see ni akina nani wameniandikia ujumbe hapa. Let me see ni akina nani wameniandikia ujumbe hapa kabla nitoweke. Samuel Momanyi Gemira anasema Moralia wo, God is good. That song is wow. I'm only listening to the bass guitar. Next time Sam, listen to the saxophone too. Kama iko kuna kodi ya nyuko, hebu niambie. By the way Sam, acha kuadimika hivyo. I know ulinitafuta nikakutafuta tukakosa, ukanikosa nikakukosa. So make a point of looking for me again, kwa sababu after this we need to talk. Samuel Momanyi, that guitar is really good. Yeah, bass guitar nimesikia. Jose Suzy anasema niko ndani kama kao Freddy Kinyanamba watching live with my uncle. Lakini hujasema bwana mko wapi? Nijulishe saa zingine mko wapi ndiposa niweze kujua mambo namna gani na mnaendelea vipi ndani ya AGR wakati ambapo tunazungumza asubuhi, mchana ama jioni ya leo. Naye hapa anaitwa Steven Omare anasema kutoka Nyali kule Mombasa. Mombasa ni mnasema vipi bwana? Wakati mwingine Kiswahili chetu na cha Mombasa
Lydia Nyamori kutoka Saudi Nyamache anasema wako pamoja. Asante sana Difnorina watching. Pamela Kerubo Sheila Kemto anasema hapa au Morini vitu anasema sipaduki katu ikiumbuke Mogusi. Sheila Kemto naye anasema niko ndani kama kawa. Asante sana. Naona Naomi Kemto, Cecilia Ogega na Yomi Nyamoita. Edwin Ratemo anasema kutoka Nairobi, listening from Nairobi now. Endelea kubarikiwa ndani ya AGR tunapoendelea kujijulisha ni yapi yanaendelea moja kwa moja. Videli Siomingo Mchoge, asante sana na naye ndugu Edwin Mukaya kwa kutuletea ujumbe. Beatrice Kioni, Debra Joashi na wanasema mtangazaji, tuko pamoja asubuhi ya leo na tunaendelea kujijulisha jinsi yanavyoendelea kutendeka hapa. Asante sana. Leo katika gumzo mtahani, ninapotamatisha leo katika gumzo mtahani, kuna jambo kuna jeshi la Urusi. Jeshi la Urusi linasema kwamba amtutishi na hatumtishi mtu yeyote vile vile. Tunalinda mipaka yetu. Kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu ardhi ya Franz Joseph sasa ni makao ya ngome ya jeshi la Urusi na chanzo cha kuwepo kwa mahusiano ya wasiwasi zaidi na nchi za magharibi. Kwa mara nyingine tena Marekani inaishtumu serikali ya Urusi kwa kulifanya eneo la juu ya dunia, yani mzingo wa Arctic kuwa la kijeshi. Kumbuka mzingo wa Arctic, hayo nitazungumzia baadaye kwa sababu nilikwambia kuna mahali ambapo mwaka 2026 panapo majaliwa labda nitaweza kupaa kule nione jinsi mambo yanavyo tendeka. Mkuu wa kikosi cha Urusi cha manowari wa kaskazini anasema kwamba shughuli za umoja wa kujihami wa nchi za magharibi, yani NATO, na jeshi la Marekani katika eneo hilo bila shaka ni za uchokozi na zimefikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia. Kwa hivyo unapoyasikia, if you hear that talk, unapoyasikia hayo, that talk yenyewe inakuogopesha wakati mwingine. Kwa hivyo anasema kwamba Arctic, ambayo ni bahari ndogo zaidi ya bahari 5 za dunia, ni mahali penye hali ya hewa isiyo na huruma katika sayari ya dunia. Kuna baridi kali linalolindwa na barafu mwaka mzima. So kama uko mahali ambapo kuna snow, kuna barafu, you freeze. Lakini wanajeshi wameweka kambi hapo, wanasema wanalinda usalama wao na wamtishi mtu yeyote, wanalinda mpaka yao. Kwa hivyo hayo pamoja na mengine mengi ni ndani ya AGR. Kama kawa usikose kuwa pamoja nami. Wala ambao tuko YouTube